Hivi sweetheart, nikuulize swali. Uliwahi kujua kwamba agano la ndoa ni agano moja very 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 difficult? Yes, ni agano zuri sana, watu tunalipenda, tunapenda kuoana na ni kitu cha baraka kubwa. Lakini ni agano lenye nguvu kubwa sana, na kama hauko makini unaweza ukajikuta unateseka maisha yako yote kwa sababu ya hili agano. Sijui kama umewahi kuwaza kwamba ikitokea umepata ajali siku ya leo, ukakutwa mwili wako uko pale, mambo yako vibaya, atakayepigiwa simu na mwenye nguvu ya kubeba ule mwili sio mama yako mzazi, sio baba yako, bali ni yule aliyekuoa. Na ikitokea umeumwa, chochote kile kimetokea, mambo ni mabaya, umeumwa, uko hospitali, unapumulia mashine, yule mwenye nguvu ya kusema uendelee kupumulia mashine au mashine izimwe sio watoto wako, sio baba yako wala mama yako, ni mke wako au mume wako. Ndoa ni kitu kizuri sana, lakini kina nguvu kubwa sana. Na ndio maana ninasema kabla ya kukubali kuolewa inabidi uwe makini, because the moment umekubali kusema I do, pale uko msikitini au uko kanisani ukasema I do, ina maana umeipa familia yako, yani ni kama umewapa mgongo familia yako, na kwamba familia yangu mimi kuanzia leo mwenye mamlaka ya maisha yangu ni huyu ninaenda kuolewa naye. Huyu ndio mwenye nguvu ya kila kitu katika maisha yangu. Ninazungumza haya kwa maumivu makubwa. Wiki iliyopita, exactly a week iliyopita, kuna kesi moja nimeitiwa nayo, inaumiza sana, ambayo baba na mama, mtu na mke wake wanapendana kwa muda mrefu, wameamua kuachana, wakaseparate. Mwanaume akaondoka akaenda katafuta mji wake mwingine, lakini hawakudivorce, wameseparate tu. Ikatokea yule bwana akaumwa. Yule bwana kuumwa, mama yake mzazi alikuwepo. Mama ndio alikwenda hospitali akahakikisha anamlea mwanae na kuwa na mwanae. Yule kijana alikufa mikononi mwa mama yake. Lakini alivyofariki yule bibi ambaye ni wife, ndio hapo akajua kwamba jamaa akafariki. Akaenda hospitali akasema huyu ni mume wangu, mambo yote ya kuzika and everything yako juu yangu. Kwa hiyo msiba ilibidi ufanyikie kwa huyu dada ambaye hazungumzi. Kwa miaka 5 hawazungumzi, lakini ilibidi iwe hivyo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ndugu wa yule bwana walishindwa kumzika huyu kijana. Such a painful story. But I'm here to tell you, hii yote inatokana na nini? Na agano la ndoa. Agano la ndoa ni zuri likiwa limepangwa, lakini kama halijapangwa vizuri huwa ni baya sana. Omba Mwenyezi Mungu akusaidie uolewe na mtu aliye sahihi. Uomba Mwenyezi Mungu akusaidie uoe mtu aliye sahihi. I love you so much. God bless you.